Ikiwa uko hapa ni kwa sababu The Haunting of Bly Manor imekuchanganya akili hivi punde na mambo ya mizimu, talking na ndoto. Sikiliza, ama una uhakika kuwa unaelewa kilichotokea au huelewi. Na hey, siko hapa kukuhukumu, lakini niko hapa kukuchambulia kila kitu ndani ya dakika 7 tu ili uweze kwenda uko nje na kujiunga na mazungumzo bila kupoteza hata sekunde moja. Labda na sekunde 10 za ziada, kwa sababu kwanza utaenda kubonyeza hiyo subscribe button na kuwasha notifications zako. Nisingependa ukute ukizurura hovyo YouTube usiku. Oh, na niko karibu kuingia kwenye kila spoiler iliyopo kwa ajili ya The Haunting of Bly Manor. Umeonyo? Sawa, hapa tunaanza na Carla Gugino, mrembo, akimsimulia kikundi hiki cha watu kwenye harusi hadithi ya mizimu ya saa 9 usiku mmoja kabla ya sikukuu. Vyolote vile, yeye ndiye msimulizi wetu na tutamrudia hapo baadaye. Hadithi yake inaenda hivi: tuna watoto mayatima Flora na Miles Wingrave wanaoishi Bly Manor. Wazazi wao walikufa kwenye safari walioifanya ili kuokoa ndoa yao baada ya baba yao kumfumania mama yao akimsaliti na kaka yake Henry. Henry kwa kweli ndiye baba wa Flora, lakini Flora hajui hilo. Henry anasumbuliwa na toleo baya la yeye mwenyewe ambalo linamdhihaki kuhusu kumpoteza Bi Wingrave. Katika jumba la Bly, Flora ana nyumba wanasesere kutoka kwa mjomba Henry ambayo imejaa wanasesere ambao kwa kweli ni hirizi za kila mtu aliye hai au aliyekufa anaishi katika jumba hilo. Anawahamisha huku na kule akizingatia mahali kila mtu hipo, na mmoja wa mizimu, mvulana mdogo ambaye Flora alifanya naye urafiki, anawajulisha pia wakati Flora amelala. Muhimu zaidi, kuna mzimu muuaji wa mwanamke wa ziwani. Mwanamke wa ziwani kwa kweli ni mmoja wa wamiliki wa asili wa Bly Manor, Viola Willoughby. Yeye na binamu yake ambaye ni mumewe walikuwa wakiishi kwa furaha katika jumba hilo na binti yao na dada wa Viola, Perdita. Kisha Viola akaugua sana ugonjwa wa mapafu, lakini akakataa kufa kifo cha haraka. Msimulizi wetu hata anabainisha kuwa gari lile la Visa na dereva wake Kifo lilikataliwa mara nyingi sana kiasi kwamba lisingedhubutu kwenda tena Bly Manor. Ndio maana baada ya Perdita kumua akiwa kitandani, roho ya Viola inabaki kwenye sanduku lililojaa hazina zake zote, nguo na vito. Vimewekwa kando kwa ajili ya binti yake na binti yake pekee kurithi. Ni wewe, ni mimi, ni sisi. Isipokuwa Perdita akiwa ameolewa na yule mume binamu ambaye sasa amefilisika, anaingia tena na kujaribu kuiba vitu vizuri ili waweze kujikwamua kwenye himo la kifedha. Roho ya Viola haikukubali hilo na kumuua Perdita. Alistahili. Mume binamu anakuta mwili wa Perdita, anashawishika kuwa sanduku lile la laana na kulitupa ziwani. Hivyo Viola anakuwa mwanamke wa ziwani ambaye anatembea kwenye korido za Bly kila usiku akitumaini kumpata binti yake chumbani kwake kama vile hakuna kitu kilichotokea, na kumuua yoyote anayemzuia. Kutokuwepo kwa Kifo kunaacha mvuto ambao sasa sio tu unaweka roho ya Viola hapo, bali pia yoyote anayekufa kwenye ardhi ya Bly. Wanaishi hapo kama nusu roho ambao hufifia polepole hadi wanapopoteza kumbukumbu zao na nyuso zao. Kabla ya kupoteza kumbukumbu zao, mara nyingi huishi tena matukio yao ya zamani kama njia ya kukabiliana na vifo vyao. Tukisogea mbele hadi kwa kina Wingrave na mwalimu wao wa kwanza, Governess, ambaye yuko katika mahusiano mabaya sana na mtumishi wa mjomba wao, Peter Quint. Peter anaiba pesa na kumuomba Rebecca wakimbizane wote baada ya kuiba vitu vikali sana kutoka chumba cha zamani cha marehemu Bi Wingrave, ambacho pia vile ndiko mahali mzimu wa Viola unafanya matembezi yake akimtafuta binti yake. Kwa bahati mbaya kwa Peter, usiku huo alikuwa ni wa matembezi na mzimu wa Viola unamuua, ukimvuta chini ziwani. Mizimu Peter anakasirika anapogundua kuwa amenaswa Bly milele na anamshawishi Rebecca kwamba licha ya kuwa amekufa, ana njia ambayo wanaweza kuwa pamoja milele. Inatokea kwamba njia hiyo ni kwa kumuingia mwilini, possessing, na kumfanya ajiue na kumjiuza kuwa mzimu pamoja naye. Hivyo Peter anabuni mpango mwingine. Watawashawishi watoto waruhusu wachukue miili yao ili wasiwe watu wasio na nyuso kama mizimu mwingine ya zamani katika jumba hilo. Kwa kuwa Miles na Flora walimpenda Peter na Rebecca, walikubali kuwaruhusu waingie milini mwao mara kwa mara na kuuita mchakato huo kuwa tucked away. Wanapokuwa wamefichwa, wanaishi tena kumbukumbu zao sawa na jinsi mizimu ya Bly na uishi kumbukumbu zao. Flora anauita mchakato huu kuwa dream hopping na wanaweza kuwafukuza Peter na Rebecca mara tu wanapogundua kuwa ni ndoto tu. Hiyo inatuleta kwa Hannah ambaye tayari alikuwa kwenye upande mbaya wa Peter kwa sababu alimfumania akijaribu kuiba vitu vya Bi Wingrave kabla usiku wake wa mahafa. Alikuwa akianza kugundua kuwa Miles alikuwa akifanya tabia za kipumbavu bila sababu, yani wakati Peter alipokuwa amemuingia mwilini, lakini hakujua sehemu hiyo. Baada ya kumkabili Miles kuhusu hilo, Peter anamuingia na kumshindilia Hannah kwenye kisima, akimuua na kumfanya kuwa mzimu pia. Hiyo ni kweli. Hannah alikuwa mzimu kabla hata mwalimu mpya wa watoto, Danny, hajafika. Ndio maana kila mara alikuwa akigoma kula na kufuatilia nani amekufa katika jumba hilo kwa kutumia mishumaa, lakini bado alikuwa akipinga kifo chake mwenyewe, na ilihitaji mfululizo wa kuzama kwenye kumbukumbu kabla ya kukubali kuwa amekufa, na alihitaji kuwalinda watoto na mpenzi wake mpishi Owen kutokana na mambo ya ajabu yaliyokuwa yakitokea nyumbani hapo. Ingia Danny, ambaye alikuwa akitafuta njia ya kutoroka Marekani baada ya mpenzi wake wa utotoni na mchumba wake kugongwa na gari mbele yake dakika chache baada ya Danny kumwacha. Alimsumbua sana kwa kumtokea haunting, miwani yake ikiwa bado inang'aa kwenye mwanga wa taa za gari kila wakati Danny alipopunguza umakini au kujiangalia kwenye kioo. Anajibu tangazo ambalo mjumba Henry aliweka kwenye gazeti kwa ajili ya mwalimu mpya na kuendelea kutumia wiki chache zijazo akiona mizimu katika jumba la Bly na kushughulika na watoto walioliliwa na mizimu, ingawa hajui kuwa mizimu ni mizimu au kwamba watoto wameingiliwa. Na mjumba Henry hana msaada wote licha ya Danny kujaribu kuwasiliana naye. Inatokea kwamba Henry alikuwa akipiga simu mara kwa mara, lakini alikuwa akikata simu kwa sababu alikuwa na huzuni kwamba Bi Wingrave hakuwa upande mwingine wa simu. Ni mchezo mwingine wa ajabu wa kuigiza. Danny ana bahati kidogo. Hata hivyo, akipendana na mtunza bustani Jamie ambaye anamsaidia kuondokana na mzimu wa mchumba wake wa zamani, lakini mambo yanakuwa mabaya sana anapovamiwa gorosani na kufungwa na Miles aliyekuwa ameingiliwa na roho ya Peter. Hapa ndipo Danny anapogundua kuwa mizimu ya Peter na Rebecca imekuwa ikiwaingia watoto.
kwamba nyumba imejaa mizimu na kwamba Miles na Flora wanadanganywa ili watoe miili yao kwa wanandoa hawa wazimu. Katika hatua hii, mizimu ya Peter na Rebecca wamewashawishi watoto wabaki kwenye ndoto zao na wazazi wao milele, wakiwaacha wanandoa hao wachukue miili yao. Watoto wanasema maneno ya kichawi, it's you, it's me, it's us, na wanandoa hao wanachukua miili yao. Inatokea kwamba Rebecca hana wazimu kama tulivyofikiria hata hivyo, na anamwacha Flora aende wakati Peter Miles anaenda kumshughulikia Hana. Flora anamwachia Danny aende, lakini ni mmoja usiku wa matembezi na wanakutana na mwanamke waziwa katika matembezi yake ya uaji. Wakati Viola aelekea chumbani, Flora anaingilia hapo. Akimtambua mtoto, Viola anadhani ni mtoto wake na kumchukua Flora badala ya Danny, akihurumia maisha ya Danny. Danny anafuata hao nje. Henry anafeli anapojaribu kujiokoa na kuokoa hali hiyo. Na wakati Viola anakaribia kumzama Flora, Danny anagundua mahali sahihi ndani yake kwamba njia ya kumfanya amwache Flora ni kusema yale maneno ya kichawi. Mwanamke waziwa anachukua makazi ndani ya Danny, akimwachia Flora na mizimu yote ya Bly Manor kutoka kwenye ule mvuto uliokuwa umewashika hapo. Hayo inamaanisha Miles yuko huru na Rebecca na Hana wanaweza kuvuka kwa upande mwingine, na Henry yuko sawi, hivyo anawachukua watoto na wote wanaondoka hapo haraka sana uwezekanavyo. Danny na Jamie wanaishi kwa furaha kwa muda, lakini hatimaye Danny anaanza kumuona Viola kwenye taswira yake. Roho ya Viola inakuwa nguvu sana ndani yake kiasi kwamba karibu amnyonge Jamie. Hivyo, badala ya kuridhikisha kumwachia Viola duniani tena, Danny anajitembelezea mwenyewe hadi kwenye ziwa la Bly Manor, akiitega roho ya Viola ndani ya mwili wake uliozama. Hakuwa na uwezo kumdhuru mtu yoyote tena. Ni kitu kishahadi sana. Jamie anaukuta mwili wa Danny na kutumia maisha yake yote akiacha mlango wake wazi, ikiutumainia roho ya Danny kumrudia, kama vile Viola alivyokuwa akimrudia yule aliyempenda kila usiku. Hatimaye inafunuliwa kuwa msimuliaji wa msimulizi huu kwa kweli ni Jamie, na picha ya mwisho katika kihitimisho ni yeye akiwa amelala na mlango ikiwa wazi, huku mkono wa Danny ukiwa umepumzika begani kwake. Hatutajua kama ni roho ya Danny kweli au ni kule kutokewa na kumbukumbu binafsi kwa Danny, kama vile Danny alivyokuwa na mchumba wake wa zamani au Henry alivyokuwa na yeye mwenyewe. Na hayo ndiyo yote. Hiyo ni Bly Manor ikiweko kwa maneno mepesi zaidi. Je, bado una maswali? Yaweke comments hapo chini, na bila kusahau bonyeza like, subscribe na washe notifications zako. Hatutaki ukose hata sehemu moja ya habari za burudani ambazo ni muhimu kwako.